Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa mamlaka iliyonayo chini ya ibara ya 41 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ikisoma pamoja na kifungu cha 49 kidogo cha kwanza a na kifungu cha 68 kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, imetangaza ratiba ya uchaguzi wa rais na wabunge katika Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara kwa mwaka 25 kama ifuatavyo. Tarehe 29 Oktoba 2025, siku ya Jumatano, itakuwa ndio siku ya kupiga kura. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya kura. Uchaguzi mkuu ni nguzo muhimu ya demokrasia katika taifa lolote. Kupitia uchaguzi, wananchi hupata nafasi ya kuchagua viongozi wanaoamini kuwaletea maendeleo na kuwakilisha sauti zao. Kila baada ya miaka 5, Tanzania huingia katika kipindi muhimu sana cha kihistoria cha uchaguzi mkuu. Ni kipindi ambacho taifa zima husimama kwa mshikamano, matumaini na msisimko wa kisiasa. Ni wakati ambao wananchi kutoka vijijini hadi mijini hushika kalamu zao na kuweka alama ya tiki kwenye karatasi ya kura kuchagua viongozi wao wa ngazi mbalimbali, wakiwemo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Kila uchaguzi mkuu huandamana na hisia za matumaini na changamoto. Viongozi wa kisiasa hujitokeza kwa sera zao, huku wananchi wakisikiliza, wakijadili na hatimaye kufanya uamuzi wao. Na mimi nawaambia watu wa Kusini, kama mnataka kunielewa na kama mnataka kuniamini, ninawaambia msiuze korosho mwaka huu. Subirini niapishwe msela tuone bei itakapopeleka korosho. Msiuze korosho yenu, subirini niapishwe. Mje hapa, mnihukumu mje. Mimi sitaki kuingia kwenye alama za mtu mnafiki. Miongoni mwa mahitaji yenu kama alivyosema mgombea ubunge ni barabara ya Geita hadi Nzera ya kilomita 43, lakini leo zimeombwa kilomita 38 kuanzia hapa kwenda huko inakoelekea. Barabara hii tayari tulianza nadhani kuijenga. Niwahakikishie tunakwenda kuimaliza kwa kiwango cha lami. Tumeianza sehemu ya Sungusila Nzera Mkome yenye urefu wa kilomita 20.3. Na ujenzi huu utahusisha pia kivuko cha Mkome, tutahusika kwenye ujenzi huu, na niwaahidi kuwa tutakamilisha ujenzi wa barabara hii muhimu kwa maendeleo ya jimbo hili. CCM oyee! Geita oyee! Kazi na utu! Katika vijiji vidogo, wazee hukaa kwenye vibaraza wakijadili mustakabali wa taifa lao, na vijana mjini hujadiliana kwenye mitandao ya kijamii, huku wanawake wengi wakijitokeza kwa wingi kupiga kura, wakijua kura yao ni sauti yao. Nchini Tanzania, uchaguzi hufanyika kwa uangalizi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambayo ina jukumu la kuhakikisha kila hatua inafuata sheria na kanuni. Kupitia tume hii, wagombea huthibitishwa, kampeni huendeshwa kwa amani na matokeo hutangazwa kwa uwazi. Wakati mwingine ushindani wa kisiasa huleta joho la maneno, lakini Watanzania hujivunia amani na utulivu. Kuna watawala kipindi chote cha uchaguzi, jambo ambalo linaitofautisha Tanzania na mataifa mengine mengi barani Afrika. Safari ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania ilianzia tangu mwaka 1965 chini ya mfumo wa chama kimoja. Chama cha Tanganyika African Nation Union TANU kiliongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati huo ukiwa na lengo la kuimarisha umoja na kujenga misingi ya taifa jipya baada ya kupata uhuru mnamo mwaka 1961. Hata hivyo, wananchi bado walihusishwa katika kuchagua wagombea kati ya majina mawili au zaidi yaliyopendekezwa na chama, jambo ambalo lilidumisha demokrasia ndani ya chama. Miaka ilivyopita, dunia ilibadilika, pia Tanzania nayo ilibadilika na kuona haja ya kubadilisha mfumo wake wa kisiasa, ambapo mnamo mwaka 1992 Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilifanywa marekebisho kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Hili lilifungua ukurasa mpya wa demokrasia ya ushindani, ambapo vyama tofauti vilipewa nafasi ya kushiriki uchaguzi na kutoa sera mbadala. Na mwaka 1995 ulifanyika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini, na huo ulikuwa ndio mwanzo mpya wa demokrasia ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo wagombea urais katika mwaka huo walikuwa Benjamin Mkapa CCM, Agustino Mrema wa NCCR Mageuzi na wengine, lakini Benjamin Mkapa kupitia Chama cha Mapinduzi alishinda na akawa rais wa 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnamo mwaka 2000 uchaguzi mkuu ulifanyika tena na Benjamin Mkapa aligombea kwa muhula wa pili na kushinda. Mimi Benjamin William Mkapa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda
na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwaka 2005 uchaguzi mkuu ulifanyika tena, ambapo uliwahusisha wagombea nafasi ya rais kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa, akiwepo Jakaya Mrisho Kikwete kupitia CCM, Profesa Ibrahim Lipumba wa CUF na wagombea wengine kutoka vyama vingine vya siasa. Katika uchaguzi huo, Kikwete alipata ushindi mkubwa na uchaguzi huu ulitajwa kuwa na amani na wenye mwamko mkubwa wa vijana. Ilipofika mwaka 2010, uchaguzi mkuu wa 4 tangu kuanzishwa mfumo wa vyama vingi vya siasa ulifanyika, ambapo Jakaya Kikwete alichaguliwa tena kwa kipindi cha pili kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi huu uliimarisha zaidi mfumo wa vyama vingi, huku Tume Huru ya Uchaguzi ikitumia teknolojia zaidi katika uandikishaji. Baada ya miaka 5 kupita tangu ulipofanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2010, hatimaye uchaguzi mkuu mwingine wa vyama vingi vya siasa ulifanyika nchini Tanzania mnamo mwaka 2015, ambao uliwahusisha wagombea kadha nafasi ya rais, akiwemo John Pombe Magufuli wa Chama cha Mapinduzi na Edward Lowassa wa Chadema. Uchaguzi huu ulikuwa ushindani mkubwa zaidi katika historia ya Tanzania, ambapo Dr. Magufuli aliibuka mshindi na kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2020 ulifanyika tena uchaguzi mkuu, ambapo John Pombe Joseph Magufuli wa Chama cha Mapinduzi CCM aligombea tena na kushinda kwa asilimia kubwa. Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia mnamo Machi 17, 2021 akiwa bado madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baada ya kifo chake alikuwa makamu wake wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliapishwa ili kurithi nafasi ya urais ya mtangulizi wake, na hivyo kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kipindi chake cha uongozi tangu aapishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikisha kwa asilimia kubwa kutekeleza miradi iliyoanzishwa na kuacha na mtangulizi wake, ikiwemo daraja la JP Magufuli na miradi mingineyo. Pia katika kipindi cha uongozi wake wa awamu ya kwanza amefanikiwa kuanzisha na kufanikisha miradi mingi ya kimaendeleo kama vile mradi wa SEQUIP, yani Secondary Education Quality Improvement Project, ambapo aliupanua rasmi mnamo mwaka 2021 kwa kujenga madarasa zaidi ya 15,000 na shule mpya 1,500. Lengo likiwa ni kupunguza msongamano na kuhakikisha kila mtoto anapata nafasi ya kusoma. Pia alifanikisha programu ya Tanzania Royal Tour iliyokuwa na lengo la kutangaza vivutio vya utalii Tanzania duniani. Kupitia programu hiyo, idadi ya watalii imeongezeka nchini Tanzania kutoka 900,000 mwaka 2020 hadi zaidi ya milioni 2 mwaka 2024. Mbali na miradi hiyo, pia ametekeleza miradi mingine mingi, ikiwemo ujenzi wa soko la kisasa la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Ifikapo Oktoba 29 mwaka huu, taifa la Tanzania linatarajia kuingia katika kipindi cha uchaguzi mkuu ambao utawapa fursa wananchi kwenda kupiga kura ya uchaguzi na kuchagua viongozi wao watakaowaletea maendeleo katika ngazi ya taifa, jimbo na hata kata, ikiwahusisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge atakayewakilisha jimbo na diwani atakayewakilisha katika ngazi ya kata. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2025, idadi ya wapiga kura walioandikishwa imeongezeka kwa asilimia 26.53 kutoka wapiga kura milioni 29,754,699 kwa mwaka 2020 hadi wapiga kura milioni 37,647,235 kwa mwaka 2025. Mwamko wa wanawake kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura limeongezeka kwa asilimia kubwa, ambapo mwaka 2025 waliojiandikisha ni wanawake milioni 18,50,801 sawa na asilimia 50.34, huku idadi ya wanaume ikiwa ni milioni 18,696,439 sawa na asilimia 49.66. Tafiti zinaonyesha kuwa katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu, vitendo vya rushwa huwa vinakithiri kwa asilimia kubwa. Ndio maana mamlaka mbalimbali ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wamekuwa wakitoa elimu kwa wananchi kuhusiana na aina za rushwa, athari zake, namna ya kuweza kuripoti matukio haya kuelekea kipindi kikubwa cha uchaguzi. Viongozi mbalimbali ndani ya mkoa wa Katavi akiwemo mkuu wa mkoa Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko wamekuwa wakiwahamasisha wananchi wa mkoa wa Katavi na Tanzania kwa ujumla kuhakikisha wanajitokeza kwenye vituo vya kupiga kura siku itakapofika ili kuchagua viongozi wanaowataka kwa njia ya amani na utulivu, kwani uchaguzi mkuu ni haki ya kikatiba. Kwa kuendelea kuwakumbusha kwenda kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10, mwezi tulionao, lakini swala hili
tuifanye katika hali ya amani, utulivu na usalama wa hali ya juu. Tusiunge mkono maelekezo yoyote ya mtu yoyote, kundi lolote wenye nia ya kuvuruga amani ya mkoa wetu. Hakikisheni tunaendelea kutunza amani, tunakwenda kupiga kura, tunaiheshimisha nchi yetu kwa kwenda kupiga kura kwa amani na utulivu, na baadaye tunarejea kusubiria matokeo. Kama Watanzania tunao wajibu wa kufahamu kuwa kura si karatasi tu, bali ni sauti, nguvu na uamuzi wa hatima. Kila kura inayowekwa kwenye sanduku huamua ni nani ataongoza nchi, nani ataongoza majimbo, nani atakuwa mwakilishi wa wananchi kupitia kata. Kupitia kura ndipo viongozi wapya huzaliwa, sera hubadilika na matumaini mapya huibuka. Uchaguzi ni ishara ndogo lakini ina nguvu kubwa katika mustakabali wa taifa, kwani ni sehemu muhimu ya mfumo wa demokrasia ambayo inawapa wananchi sauti katika uongozi na maamuzi ya taifa lao. Hivyo ukiwa kama Mtanzania, tambua kuwa kura yako ni haki yako. Jitokeze kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa njia ya amani na utulivu, ili umchague kiongozi atakayeleta maendeleo katika eneo lako. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu. Ninawaomba sana, twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia. Ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa, kuweka kura zetu, rudi nyumbani, katulie, ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho. Si muda wote. Muda wote kushika silaha yoyote, iwe ya moto, iwe ile ya kimila na kijadi, hakuleti suluhisho la amani. Niwaombe sana ndugu zangu wote wanaotusikiliza, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi. Makala hii imeandikwa na Halima Shomari na kusomwa nami Elbarik Lawrence.